Assalamu alaikum, naitwa Amina Vikoba, ukipenda unaweza Siwa Kikala. Jamani, karibuni sana katika kipindi chetu pendwa cha Sio Poa. Sio Poa ni kipindi ambacho tunaongea mambo ya jamii yetu. Yaani jamii yetu kama kuna vitu vya ajabu ndio tunakaa sasa tunaelimishana jamani. Hatuoniani aibu. Huu ni wakati wa ukweli na uwazi. Mada yetu ya leo tunazungumzia vikaka, yaani wale watu wadogo, watoto wadogo ambao wanaishi kwa kulelewa. Au mwongeza kuta ni mkubwa na akili zake ana midevu, ila mwanaume anaishi kwa kulelewa. Afanyi kazi, atafuti hela. Yaani yeye anamuuliza mwanamke wake kwamba leo umepata nini? Au katika maisha yetu siku zote za kuishi hizi, juzi jana, kuanzia mwezi wa kwanza mpaka leo umepata kitu gani? Yaani yeye anaishi kwa kutegemea mwanamke wake. Unamwachia mke wako majukumu. Yaani kila kitu anafanya mke wako, mtoto shule, mke wako, chakula, mke wako. Wewe kazi yako kukaa tu ndani unaangalia TV. Ukitoka TV ya chumbani, unaingia TV ya sebuleni. Wewe baba unanunua flash kabisa maalum, unaweka nyimbo baba. Ukitoka kwa nyimbo unachukua unaweka ile picha kihindi. Mipicha inatafsiriwa ile. Anakuja sasa mwanae ndio ameshachukuliwa, sasa yeye analipiza kisasi sasa. Ndio unapenda mambo kama hayo. Ukitoka hapo na kibukuta chako, dada niweke chakula, unakula unashiba. Unajua chakula kinatoka wapi? Mwanamke wako watu wanaompa hicho chakula, wanamuita na wanamtumia, na wewe unakula ujui na uulizi kwa sababu ushazoea dezo. Baba una midevu kabisa, mtu mzima wewe. Kuna wanaume wengi imekuwa siku hizi mfanye kazi, yaani mmebadilika, yaani tofauti na wanaume kipindi hicho. Sasa hivi wanaume mmekuwa tofauti. Kama sasa hivi uko sebuleni kwako, uko kwenye gari yako, kwenye TV kokote unaliangalia, badilika, hiyo tabia sio nzuri. Kwa sababu gani? Mwenzako anapohangaika na kutafuta, anategemea msaidiane. Saidiani maisha. Kusaidiana maisha kupo na kukosa inajulikana. Leo utakosa, kesho utakuwa nacho, lakini sio wewe unajilegeza. Wewe unafanya kusudi. Sasa tunaenda mtaani sasa. Sam TZ yuko mtaani huko. Kashakutana na mbaba huyo, mkaka huyo, nataka tu umsikilize mwenyewe kaka. Maoni yake sasa kama yeye mwanaume. Na nimwambia kabisa Sam TZ, tafuta mwanaume ndio atoe maoni kwa sababu ya mambo leo ya wanaume. Hiki kikao cha wanaume hapa. Bwana, mambo vipi brother? Poa brother. ICA sisi tuna mada yetu kutoka Sio Poa imekuja ambayo inatuhusu sisi kama wanaume. Inaongelea sisi wanaume kuhusu swala la kufanya kazi na kutokuacha kulelewa. Wewe una maoni gani kwa upande wako? Yaani unaliongelea vipi hilo swala kwa sababu limetugusa sisi kama wanaume? Karibu. Na asante. Ndio. Mimi nadhani swala hili lina pande mbili. Ndio. Na kila pande ina faida zake na madhara yake. Japokuwa madhara ya upande mmoja wa kulelewa tu bila kuwa unafanya kazi, nadhani ni madhara yake ni mabaya zaidi. Sawa. Kwanza kabisa mimi kama muumini wa dini ya Kikristo, tangu nikiwa mdogo nafundishwa bana, wanaume sisi ndo tuliambia tufanyaje, tutafute kwa jasho. Sawa. Kwa hiyo ukiangalia kwenye upande wa dini tu, kwanza inatuelekeza kwamba tutafute kwa jasho. Kwa hiyo usipotafuta kwa jasho, basi unajua kabisa kuna madhara yake na hutoyapenda. Sawa. Na mifano ipo mingi ambayo tunaiona kwenye jamii. Tunaona kila siku wanaume ambao wanakuwa hawajitumi kwenye kazi zao. Hawaishi pazuri, maana unakuta wanawake zao wanachukuliwa. Sasa uje bana, ukiwa haufanyi kazi na unamtegemea mwanamke, unakuwa hata hauna mamlaka kwa huyo mwanamke. Umeona? Kwa hiyo ikikukuta jambo huwezi hata kuongea, utaishia tu kuumia mwenyewe na hutaweza kufanya chochote kwa sababu huna mamlaka yale ndani ya nyumba kama baba. Sawa. Kwa hiyo hawajatuonea kwa upande huo. Zaidi na zaidi tumeelimika. Basi wanaume wenzangu, kama tulivyosikia kwa blaza hapa, na mimi naongezea kama Sam TZ, jamani tufanye kazi. Tumeguswa huko jamani. Hichi ni cha kwetu sisi kama wanaume, tukibebe tuondoke nacho, tufanye maamuzi yaliyo kamili. Sasa ndo tumerudi kutoka mtaani. Umesikia maneno hayo? Maneno kaongea mwanaume mwenzenu hayo. Na yule ni mvulana mdogo tu, kaojiwa, kaelezea kwa maoni yake. Jamani badilikeni wa baba, sio mkaka wewe, naomba ubadilike, fanya kazi. Kazi unataka bodaboda, unashinda kwamba dai waka wewe. Naomba dai waka hapa niendeshe nipande kwa shilingi 10,000 kwa mke wangu. Wewe ndio kwanza unauliza waletea mkeo, bajeti yake laki kwa mwaka katumia hela gani? Sasa huyo kaolewa au kajioa? Baba, tunaomba badilike, mtoke nje mfanye kazi. Wanaume ni kufanya kazi na kubeba majukumu yenu. Wanawake wamewachoka. Mtu kaolewa jina tu, huna unachomsaidia chochote. Ya nini sasa hayo? Jamani, sisi mada zetu kwa leo ndo haya. Kama imekusikia na umeielewa, tunaomba uchukie soda ushushie mambo au maji shushia na ukae ubadilike. Yaani unajua sasa mimi nimesikiza hiyo mada na imeniingia na uchange.
Kama kuna mtu ana madaki kwa mtaani, atupigie simu, namba za simu tumeweka hapo chini, piga simu. Na tunakuomba kwa heshima na taadhima, ingia kwenye channel yetu, usubscribe pale, umonyeze mtwi kwenye kichwa kitufe chekundu na utoe comment, uelezee umejifunza nini, na kama imekukuta hapo wewe tiririka. Maana unapojifunza wewe na unapotiririka hapo ndio watu wanakuwa kama vile kwa faida kwa watu wengine. Nawapenda sana. Tunaenda break. Break ndo anapojiwa huyu. Tumeenda kwa Sam, tunarudi sasa. Stand by, ready? Amesikia maneno haya, mwanaume katoa maoni, mwanaume kaongea, kazungumza na amesikika. Kwa hiyo alichokishauri kama mwanaume mwenzenu, mumsikilize jamani. Yeye ni mwanaume na kuangalia kimvulana mdogo tu. Na yeye ni umri wake sio mkubwa, lakini anafanya kazi zake, anajishughulisha, anajitambua. Sasa cha kufanya, fanya kazi, jishughulishe, jitambue mtoto wa kiume. Jua wewe ni mwanaume. Ananichiti atakosa kukuchiti. Na wewe jukumu wote umempa. Kuna wengine watampa bure, watampa atamuita. Wakimuita ndio hapo, wakimpa wanampa. Wewe baba, badilika. Sura kama kisoda.